eneo la kuzungumzia dalili za changamoto ya usikivu, kusikia makelele kama vile mvumo au kusikia makelele kama vile ngoma ama filimbi ama wadudu kutembea masikioni. Kwa majina naitwa Dr. Shedrack Moses Lewanga, ni daktari wa usikivu hapa Kitonga Medical Hospital. Leo tunaendelea tena pale ambapo tulikoishia kwenye eneo la kuzungumzia dalili za changamoto ya usikivu, ambapo kama unakumbuka tuliongelea kuhusiana na dalili ya kwanza kama vile mtu kupata makelele kwenye sikio, kusikia makelele kama vile mvumo au kusikia makelele kama vile ngoma ama filimbi ama wadudu kutembea masikioni. Lakini pia tukaongelea kama vile mtu kuwa na hali ya kuuliza au kutaka maneno yarudiwe mara kwa mara akiwa katika eneo fulani. Sasa tunaendelea na baadhi ya dalili zingine za changamoto ya usikivu. Tukiachana na hizo mbili, kuna zingine ambazo zinaweza kuwa ni most common katika maisha ya kawaida, ambapo unakuta mtu anakwambia ninaweza kusikia neno fulani lakini siwezi kulielewa. Sasa hii inatokeaje? Mara nyingi inatokea kwa watu ambao wana umri mkubwa, aged hearing loss, ambao ni kitaalamu tuliainisha jana ni kwamba ni presbycusis. Sasa hii mara nyingi inatokea kwa watu ambao wana umri mkubwa. Katika usikivu kuna namna tofauti ya mtu kusikia. Kuna nyuzi ambazo huwa mtu anaweza kusikia decibel na frequency ambazo ni lowest, highest pamoja na middle. Sasa kitaalamu kuna nyuzi ambazo mtu anabidi asikie kwamba kwa ajili ya matamshi, kwa ajili ya uelewa na kwa ajili ya mawasiliano. Sasa kwa upande huu mtu anakuambia mimi ninasikia ila sina uwezo wa kuelewa, ni kwamba amepoteza uwezo wake wa kuelewa maneno ambayo tunaziita frequency intelligibility au speech intelligibility, ule uwezo wa kuweza kuelewa maneno. Yeye anaweza kasikia sauti lakini kuelewa kimesemwa nini inakuwa ni ngumu. Sasa hii mara nyingi sana inapatikana kwa watu ambao wana umri mkubwa, kwa sababu wao tayari wameshakaa muda mrefu katika mazingira yenye kelele kulingana na kazi zetu. Kwa mfano kama hapa Dar es Salaam ni mji ambao una kelele, una purukushani nyingi. Kwa hiyo watu wengi wakifikia miaka kuanzia 55, 60 na kuendelea, asilimia kubwa kuna uwezekano kuwa na hii changamoto ya presbycusis. Wanakuja na kuambia mimi kuna muda nasikia maneno lakini nashindwa kuelewa ni nini haswa kimesemwa katika haya maneno. Ya. Sasa ukiachana na hawa ambao wana umri mkubwa ambao ni presbycusis, kuna hii changamoto ambayo kwa sasa hivi imekuwa ni kubwa, ipo hata kwa vijana kuanzia miaka 6, 7, 8 mpaka miaka 15, 18. Hao nao pia wanakuwa na changamoto hii ya kwamba anasikia sauti lakini anashindwa kuelewa ni nini ambacho kimesemwa. Sasa hii ni changamoto ya mfumo wa ndani kwenye nyuzi za usikivu, kwamba inashindwa kupeleka taarifa sahihi au vile inavyotakiwa kwenye ubongo. Hivyo inapelekea mtu kupata taarifa nusu, ana fill the gaps, kwamba ukimwambia habari yako anaweza akasikia neno bari ila ile ha na yako asisikie. Kwa hiyo mtu huyu atabaki na question mark ama kujiuliza huyu mtu amesema nini? Ndio tunarudi pale, mtu ataanza kukwambia rudia umesema nini. Bado ukirudia tena anaweza akakusikia kukwambia nasikia sauti lakini sielewi nini kimesemwa ama nini kimezungumzwa katika hayo mazungumzo katika hiyo sauti. Sasa hizo ni miongoni mwa dalili au ni changamoto ambazo zinaweza kuwa zinajitokeza mwanzoni kwa changamoto inapokuwa inaanza. Kifuatacho tunaweza tukazungumzia namna ambavyo sisi kama hospitali tunadili na hizi changamoto, tunazitatua vipi au tunasaidia vipi watu wetu na jamii yetu inayotuzunguka. Moja, tunaambia watu unapoona kuna changamoto yoyote ya usikivu ama dalili yoyote ya usikivu kama vile kuto kusikia vizuri kwa baadhi ya maeneo ama kushindwa kuelewana na watu kwa baadhi ya sentensi ama mazungumzo, unaweza kufika hospitalini hapa Kitonga Medical Hospital kwa ajili ya kupata huduma ya vipimo vya usikivu ili tuweze kujua shida ni nini na tunaitatuaje. Hiyo ni moja, na hiko ni kitu ambacho cha muhimu tunakifanya. Lakini pia jambo la pili, kulingana na shida alionayo mtu, baada kwa tumefanyia vipimo tumegundua, tunaweza tukafanya management ama kutatua hili tatizo. Kwa mfano, kwenye data za WHO mwaka 2021 wanasema katika kundi la watu 10 kuna mtu mmoja atakuwa na changamoto ya usikivu. Lakini kufikia mwaka 2050 katika kundi la watu 4 kutakuwa kuna mtu mmoja na changamoto ya usikivu.
Sasa maana yake hii ni nini? Tukiangalia gap kutoka kwenye watu 10 alafu kuna mmoja na changamoto ya usikivu na kufikia kwenye gap la watu 4 na mtu mmoja anakuwa na changamoto ya usikivu, takriban Tanzania tuko zaidi ya watu milioni 6 na point something, ya kwamba hapo kuna uwezekano katika watu milioni 6 watu milioni 2 wanaweza kuwa na changamoto ya usikivu. Tunapoongelea changamoto ya usikivu, sio kwamba lazima mtu asikii vizuri. WHO anaendelea kusema kwamba anaweza akawa ana nyuzi fulani za usikivu au changamoto ya usikivu, kwa sababu kwenye usikivu huwa kuna makundi 7, kuanzia kundi la kwanza normal, mild, slight, moderate, moderate severe mpaka profound na total deafness. Sasa unakuta mtu anaweza kuwa katika kundi moja hapo kati ya hilo, lakini either anajijua ama hajui kulingana na mazingira tofauti tofauti. Sasa hii namba ambayo ni mtu mmoja kati ya watu 4 kwa dunia nzima ni sawa na bilioni 1.5 kufikia 2050, kutakuwa kuna watu ambao wana changamoto ya usikivu kwa kiasi fulani, ambapo wakaendelea kusema na kuainisha kwamba sababu kubwa ya changamoto hii itakuwa ni kwa sababu ya makelele. Hiyo ni kuu ya kwanza, na sababu ya pili ni kwa sababu ya orthotoxic medication, lakini pia untreated conductive hearing cases, kwamba zile kesi ambazo hazijatibiwa zile conductive. Mfano conductive, mnakumbuka tuliongea kama vile kuwa na nta kwenye masikio, lakini pia kuwa na infection au bakteria kwenye masikio kama vile otitis media. Hizi infections zikikaa muda mrefu katika sikio bila kutibiwa, inaweza ikawa ni sababu mojawapo ya kuathiri kabisa mfumo wa usikivu na mfumo wa kuweza kuwasiliana kwa kupitia sikio. Sasa WHO kwa data zao walizosema kwamba kufikia 2050 kutakuwa kuna namba milioni 1.5 ya watu ambao wana changamoto ya usikivu, kulinganisha na sababu za kukaa kwenye makelele muda mrefu, lakini pia changamoto kama vile za magonjwa ya conductive bila kutibiwa yanaweza kuwa ni sababu kuu, ambapo pia wakaendelea kusema kwamba kwa upande wa watu ambao watakuwa na changamoto kubwa watakuwa ni youngest, ambao sisi vijana. Kwa nini? Kwa sababu ya kuengage au kujihusisha katika masuala tofauti tofauti yanayo consume au yanayopelekea kutumika sauti kubwa ama kuwepo na makelele mengi. Mfano klabu, kutumia earpods za masikio, wengi tunapenda kuzitumia. Kwa hivyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kupelekea changamoto hii ya usikivu kuwa kubwa kufikia 2050, hasa kwa upande wa vijana. Mwingine anaweza kawa hatumii earpods, haendi klabu, lakini kwa miji yetu kama vile Dar es Salaam, mji ambao una makelele sana, unakuta mtu anakaa hapa lakini nje kuna kiwanda cha mbao, nje wanachomelea mageti, nje wanakata vioo. Yale makelele yanazidi kuendelea, muda unazidi kwenda mpaka kufikia miaka 40 au 30, huyu mtu tayari anakuwa na changamoto ya usikivu. Sasa sisi kama hospitali tunajipanga vipi kusaidia hawa watu? Moja, kuhakikisha wanapata vipimo vya usikivu. Tunapoongelea vipimo vya usikivu ni vile vipimo vyote, sikio la nje, sikio la kati na sikio la ndani. Lakini pia baada ya kupata vipimo, kama ni kuna changamoto za magonjwa kama vile conductive component, tunasaidia kuweza kuyamanage kwa kushirikiana na department tofauti tofauti kwa ajili ya kuweza kusaidia. Lakini pia mbali na hapo, kuna kesi tofauti tofauti kama vile za watoto ambao wanakuwa na changamoto ya usikivu. Tumeongelea kuhusu vijana, kuhusu watu wazima au wazee. Kuna kesi za watoto ambao wanakuwa na changamoto ya usikivu. Mtoto anafikisha miaka 3, mzazi ndo anamgundua na changamoto ya usikivu. Sasa hii yote inatokana na nini? Ni kwa sababu ya kuto kuwepo na intervention ya mapema, kwamba utambuzi wa mapema wa hii changamoto. Kwa sisi kama Kitonga tumejipanga kwamba kukiwa kuna mtoto, kuna vipimo ambavyo ni vya mapema vya newborn screening. Kwa watoto ambao wanazaliwa tunaweza kufanya vipimo vya usikivu, kujua hali yao za usikivu. Kila baada ya miezi 3 pia wanaweza kuwa wanafanya vipimo vya usikivu kwa ajili ya kuweza kugundua changamoto tofauti tofauti zilizopo katika mfumo wa usikivu. Na baada ya hapo tunaweza tukaongelea ni namna gani kama hii hospitali inaweza kushirikiana na hospitali zingine ama department zingine katika kutatua changamoto ya usikivu.